Dunia ambayo inaamini beki lazima akimbizane na mshambuliaji kumzuia, na wengine wakisifia ukatili ndio akili kwa mlinzi yoyote. Ila wapo wanaosema urefu ndio silaha ya mlinzi, lakini kwenye meza hii linaibuka jina la Dickson Job, mlinzi ambaye hahitaji urefu kushinda mipambano, mchezaji ambaye mkimbizi mshambuliaji, ila yeye anamsubiri mshambuliaji. Washambuliaji wanaona kama faida kwao ili wamgeuze, ila bahati mbaya Dickson Job sio mlinzi wa mpira, ila ni mlinzi wa muda. Ukiwaza kumzunguka tayari ameshapora mpira na kuliacha jukwaa linapiga kelele. Kumuita Dickson Job ni mlinzi basi ni kulivunjia heshima soka, maana sio mlinzi tu, ila ni mchezaji ambaye anaamua timu icheze vipi. Wakati walinzi wengi wanabutua mpira, yeye analijenga shambulizi kutoka miguuni mwake. Wakati walinzi wengine wakimuona mshambuliaji wanaona kama tatizo, ni tofauti kwa Dickson Job ambaye akiliona tatizo anaona na mlango kuitatua tatizo hilo. Wakati uwanja umeinama, yeye anaubinua, sio kwa kutumia nguvu bali kwa kutumia maarifa. Akiwa Yanga matokeo yake tumeyaona kwa ukubwa. Ameyafanya yale ambayo wengi tuliamini hayawezekani kuwezekana. Akiwa Mtibwa alionekana tunu, alipofika Yanga akawa silaha, sio tu kwenye klabu ya Yanga ila hata timu ya taifa. Kuna kipindi mlinzi akifika hawi tena beki wa ulinzi, ila yeye ndio anakuwa ulinzi wenyewe. Huyu ni Dickson Job. So deep down in your ground.